hawakuliangalia jaribu, bali walimwangalia Mungu wao. Hawakuangalia moto, walimwangalia Mungu wao. Hawakuangalia mazingira, walimwangalia Mungu wao. Na ndio maana walishinda katika jaribu. Mungu akubariki sana baba yangu, mwangalizi wangu. Mungu akubariki. Ukitembea katika kitabu hiki cha Daniel, kipo kitu kikubwa unajifunza. Kuna jaribu linaweza likatokea, kumbe jaribu lile lipo kwa ajili ya kukuinua. Shadraka na Meshaki na Abednego hawakuangalia ukubwa wa jaribu. Pamoja wanaliona tanuri, wanafungwa na kwenda kutupa, lakini wao hawakuangalia tanuri, bali ndani ya tanuri walimwangalia Bwana. Walijitoa kwa ajili ya Bwana, wakasema kama tunakufa tufe na wewe Bwana, kama tutateseka tuteseke na wewe Yesu, kama tutaacha tuache na wewe Yesu. Hawakuangalia ukubwa wa jaribu, bali waliangalia Mungu aliye mbele yao, waliangalia Mungu aliyewaita, waliangalia Mungu anayewalinda, waliangalia Mungu anayewapigania kila siku. Hakuna Mungu mwingine awezaye kutenda mambo makuu. Ndio maana hawa watu walikuwa na ujasiri. Hawakuangalia wanadamu, hawakuangalia wingi wa watu. Shetani amekuita ukaiabudu sanamu, ukaabudu maisha, ukaabudu biashara, lakini hawa watu wakasema tutamwabudu Mungu tu. Hata tukipita tutamwabudu Mungu, hatutaiabudu hiyo sanamu. Fanya ufanyavyo. Kuitwa shujaa ni kwa sababu hakuogopa kufa. Adui wanakuja, yeye alikuwa anasema hata hao wanadadua wanakuja, lakini yuko Mungu wa baba zangu aliyewatetea baba zangu, ndio huyu atakayekuja kukutetea. Na ndio maana Biblia inasema malaika kashuka, anaenda na mwambia ewe Gideon ni shujaa. Kwa nini anaitwa shujaa? Ni kwa sababu hakuogopa kitu, alijua yuko Mungu ambaye alisaidia hawa maadui. Mungu akubariki baba mwangalizi. Hili somo hata mimi pia limenibariki sana. Mungu akubariki. Nikukaribishe baba mwangalizi kwa wakati mwingine tena. Makofi mengi kwa ajili ya baba mwangalizi.